Kwa hivyo kama unataka usalama, lazima uliepuke ili kosa mwanamke la kuweka pesa katikati ya mahusiano yako na mwenzi wako. Kwa maana ya kwamba kama unaamua uhusiana wewe na yeye, na umwambie very clear, my money is not a part of relationship. Alafu uone wewe mwanaume atabaki hapo. Habari yako mdau wetu wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Cameroon. Karibu tena kwenye episodi nyingine nzuri sana niliyoiandaa pamoja na mzungumzaji maarufu hapa nchini Tanzania, Pastor Deogratius Sukambi. Bwana tunafanyaga vipindi sana, na vipindi vyake ana mafuta na mimi. Yaani tukifanya kipindi lazima tu kuna namna kitapenya kwenye masikio ya watu wengi sana. Sijajua kwa nini, ni yeye anapatia au mimi ndo napatia, tutajua. Tutajua baada ya kipindi hiki. Lakini leo nimemuita aje tuambie makosa wanayofanya wanawake wenye kipato kikubwa. Na yeye akasema ili iwe nzuri zaidi inabidi tuzungumzie makosa wanayofanya dhidi yao wenyewe, makosa wanayofanya kwa wenzi wao, lakini pia na makosa wanayofanya wanawake hawa kwa watoto wao. Kwa hiyo tutazungumzia hapo, na moja ya kitu ninakuahidi kwamba Pastor Deu anasema ukweli kama ulivyo, kama unavyoudhania. Kuna ule ukweli unauwaza unasema lakini siwezi kusema. Lakini yeye anakisemaga yani hivyo kilivyo, afu wewe utajitafuta ujipate. Yeye ni relationship expert, ni certified well-being coach, mental health trainer pamoja na psychotherapist. Haya majina yote ni ya kizungu. Sasa atakuja atuambie kwa Kiswahili ni nini kwa lugha nyepesi. Ili Mtanzania mwenzangu uweze kumuelewa kwanza ni mtu aina gani na anafanya nini kabla aweze kuzungumza kile ambacho anapaswa kukisema siku ya leo. Kwa karibu sana Pastor Deo. Asante sana Irene. Mambo vipi? Poa. Jamii safi. Sasa hayo majina hayo, unajua sio kila jina linakuwa na Kiswahili chake. Lakini psychotherapist Kiswahili ambacho sio rasmi tunaita msaikolojia tiba. Saikolojia tiba. Yaani watu ambao wanatibu hizi changamoto za afya za akili. Okay. Mkufunzi wa masuala ya afya ya akili ndo mental health trainer. Lakini well-being coach ni mfunzaji wa kuwasaidia watu kuwa na aweni katika masuala mazima ya kisaikolojia na kihisia. Alafu pia kingine msema nini? Mtaalamu wa masuala ya mahusiano. Mchambuzi, mtaalamu, mbobezi. Ila lolote katika hayo linaweza likakaa vizuri tu na halina matatizo. Karibu sana. Thank you so much. Karibu kwenye Fix You. Fix You. Back in the days, Fix You ilikuwa Fix You ya namna fulani. This is a very new experience. Uzoefu tofauti kidogo. Actually nimefurahi kuwepo hapa baada ya muda mrefu sana. Fix You with Cameroon. Is it? Sure. Haya, karibu sana. Sasa nimekuita hapa kwa ajili tutizame haya makosa wanayofanya wanawake wenye kipato kikubwa. Wanawake wenye kipato kikubwa tunamaanisha wanawake wale wanaojiweza. Kuna wanawake pia wamejali wa pesa. Ana pesa, yani ana nguvu ya utafutaji, ana hela na nini, lakini anajikuta pengine ana struggle sana kwenye masuala ya mahusiano. Na moja ya kitu uliwahi kutuambia ni kwamba hatutaki kumpa hela mwanaume. Wanawake wakawa wananipinga fulani. Sasa ile kitu tujawahi kuielewa. Na mimi natamani niielewe sana kwa sababu unajua Pastor Deo, nisipompa hela yule mtu yule bwana atakaa ndani. Alafu nini sasa yani akishakaa ndani what happens after? Ndio bado unakuta mtu anasema ngoja nimununulie tu ili angalau aweze kutake off na yeye aweze kuendelea. Unajua Irene, sio kila mwanaume anaweza kuwa mume. Okay. Labda pengine tatizo linaanzia hapo ya kwamba wanawake huwa wanaassume kila mwanaume kwa sababu ni mwanaume anaweza kuwa mume. Sio kila mwanaume anaweza kuwa mume, na wala sio kila mume anaweza kuwa baba.
Okay. Kuna mwanaume ambaye anaweza kuwa mume lakini hawezi kuwa baba. Kuna mwanaume anaweza kuwa baba afu hawezi kuwa mume. Na kuna mwanaume atabaki tu kuwa mwanaume. Ukimuingiza kwenye umume na ubaba anapoteana. Kwa kama unakutana na mwanaume ambaye hana mbele wala nyuma, amekaa ndani, kiuchumi hawezi kujitafutia hata pesa yake ya kurani maisha yake ambayo ingeweza kutosha ili kwamba aweze kukurani pia na maisha yako anapokukaribisha kwenye maisha yake, then hana sifa ya kuwa mume. Unapojaribu kumwezesha ili awe mume, unajaribu kufanya kosa baya sana, kwa sababu kama mtu hakuweza kutengenezwa hivyo na wazazi wake na watu waliomlea aweze kuqualify kuwa mume, wewe huwezi kumsaidia mtu ambaye umekutana naye mtu mzima. Unachokiona kwa nje kinachoendelea kwenye maisha yako kinatakiwa kukuambia mambo mengi yanayoendelea ndani mwake. Ndio maana ninaposema kwamba usimpe hela, technical ni kwamba huwezi kusolve tatizo la msingi alilonalo, ambalo ndio limempelekea asiwe na hela mpaka unakutana naye. Kwa hiyo baada ya kumpatia hizo hela zako, lile tatizo litabaki afu litakuja kukugharimu. Kwa sababu akizipata zile hela ndio lile tatizo ambalo sasa hujalisolve litakuja kuibuka, litakutesa wewe. Kwa hivyo niliongea kauli fupi sana kwa msisitizo, lakini nafikiri wanawake ambao wamepitia experience ya kujaribu kuwa finance wanaume wanaelewa impact yake jinsi ilivyokuwa. Kwa sababu mimi ni mwana saikolojia, naelewa unapokuta mwanaume amepoteana kimaisha, ana tatizo kubwa kuliko ile hali ya kupoteana. Wako wachache ambao unakuta alijikuta amedondoka kiuchumi kwa sababu tu ambazo ni za kimazingira. Kwa hiyo kama una bahati sana kukutana na huyo, basi ni sawa. Na watu kama hao mara nyingi hata kama ukimsaidia utamsaidia mara moja na baada hapo utabadilisha historia ya maisha yake. Lakini kuna ile unamsaidia, unamwezesha, unampa mtaji na uharibu, unampa tena, unafanya hivyo na uharibu tena, unaendelea kufanya. Kiukweli ni kwamba hautatui tatizo la msingi lililomfanya awepo hapo. Kwa hiyo ili ulitatue tatizo la msingi, unatakiwa umwachie hilo tatizo hapa maneno yeye mwenyewe. Kwa hiyo tafuta mwanaume anaweza kuwa mume wako, usijaribu kuforce kwa mwanaume ambaye hawezi kuwa mume. Alright. Sasa tukirudi katika swala la msingi, makosa wanayoyafanya wanawake wenye kipato. Kwanza tuweke kumbukumbu sawa hapa. Mwanamke kuwa na kipato sio tatizo. Haijawahi kuwa tatizo na haitakuja kuwa tatizo. Na pengine wakati mwingine inawezekana wanawake wakadhani kwamba ninajaribu kudiscourage wao kuwa na pesa. Kwa sababu pesa ni matokeo tu ya kuwa na akili ya utafutaji na fursa. Na hizo fursa zipo kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hiyo hakuna ubaya mwanamke kumiliki pesa nyingi kabisa kama ambavyo mwanaume anaweza kuzimiliki. Lakini ninadhani kutokana na asili ya wanawake, namna walivyo, wanapopataga hela wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kuharibu maisha yao, kuharibu mahusiano yao na wenzi wao, na kuharibu maisha hata ya watoto wao. Na ndio maana nikashauri kwamba pengine ili tuweze kuwasaidia watazamaji, tulitazame hili jambo katika maengo tatu tofauti. Kwa sababu tukienda nalo kwa ujumla, inawezekana tusifike kwenye kiini cha tatizo. Kwa hivyo kuna makosa ambayo wanawake wenye kipato wanayafanyaga dhidi yao wao wenyewe. Hiyo ndo nimekuwa surprised. Dhidi yao wao wenyewe. Na kosa la kwanza ni kuamini ya kwamba pesa itawatatulia changamoto za kihisia, especially swala la kuwaletea furaha. Okay? Wanaamini hivyo wanawake wengi kwamba nikiwa na pesa, upweke, zile stresses nini zitaondolewa na pesa. Ukweli ni kwamba pesa haiondoi stress ya mtu. Tena pesa inaletaga stress mbaya sana. Kuna kitu kitaalamu tunaita Easterline paradox. Okay? Hata ukiingia kwenye Google unaweza ukaisearch, inaitwa Easterline paradox. Easterline paradox inasema kwamba pesa huwa inaleta furaha mpaka pale ambapo kiwango cha pesa unachokipata na mahitaji yako ya msingi vinafanana. Yaani pesa unayoipata ikitimiza mahitaji yako yote ya msingi, sawa, ndio furaha inakomea pale. Pesa yoyote inayoongezeka zaidi ya mahitaji ya msingi inaanza kukuletea sonona. Yenyewe hela. Yaani ikifika wakati una pesa benki ambazo ukizicheki hivi zimeongezeka juu ya matumizi yako ya kawaida, zile pesa zinaanza kuleta sonona. Okay? Kwa hivyo ukianza kuzitafuta pesa kwa sababu unaamini ya kwamba umesongwa na mambo mengi sana ya kihisia, au labda unanyanyaswa, unakandamizwa
Kwa hivyo ukipata pesa utaacha kukandamizwa, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba zile pesa zikakuletea shida wewe mwenyewe, kwa sababu hazitatui tatizo la msingi. Kosa la pili wanalofanya wanawake dhidi yao wao wenyewe ni kuamini pesa itawafanya wapendwe na wathaminiwe. Ndio. Nasikia wanasema wanawake tafuteni pesa. Yaani ukipata pesa hata mwanaume wako atakupenda sana na kukuthamini. Na wasikia wanasema hivyo, I'm like yani iko kwa sababu unajua Pastor Deo pengine tumekulia katika mazingira ambayo unakuta mwanamke ananyanyasika au analazimika kukaa kwenye aina ya mahusiano fulani kwa sababu tu hana uhuru wa kifedha. Sio ukweli. Hakuna uhusiano wowote baina ya wewe kunyanyasika na kutokuwa na pesa. Hapana. Irene, kama mimi ni mnyanyasaji, mimi nitakunyanyasa wewe una pesa au huna, kwa sababu naturally mimi ni mnyanyasaji. Huyo mwanaume ambaye hataacha kukunyanyasa kwa sababu hauna pesa, kiukweli huyo sio mnyanyasaji, alikuwa anaigiza tu. Yeah. Lakini mnyanyasaji ni mnyanyasaji. Okay. Sawa. Okay. Kwa hivyo kusema kwamba wanawake wakiwa na pesa hawatanyanyaswa, it's a lie. Sema wanawake wakiwa na pesa wana uwezo wa kuwaacha wanaume wanaowanyanyasa. Tukiongea hivyo itakuwa sawa. Okay. Yeah. Si ndio lakini mimi hapa ninachokizungumzia sio swala la kunyanyaswa. Ninazungumzia swala la wale wanawake ambao wanaamini nikiwa na pesa mwenzi wangu atanipenda na kunithamini zaidi ya, tuachilie mbali ya kunyanyaswa. Lakini unaamini kwamba utapendwa zaidi au kuthaminiwa zaidi kwa sababu ya pesa. Ukweli ni kwamba kitakacho kufanya upendo na kuthaminiwa zaidi ni fact kwamba huyu mwanaume anazihitaji pesa zako. Kwa hivyo anaithamini pesa yako na kuipenda pesa yako, sio wewe. Unaona huo mtego? Kwa hivyo mara nyingi sana wanachoshindwa kujua ni kwamba ukileta pesa katikati, wewe unajiondoa kabisa kwenye picha. Huyu mwanaume anadili na pesa yako. Kwa hiyo siku hiyo pesa ikiondoka, nini kinatokea? Hamna mahusiano. Unakuja kugundua kwamba actually hakuwahi kukuthamini wala kukupenda. It was the money. Na ndio mtego mbaya ambao wanawake wengi wanauingia, kwa sababu akishakuwa na pesa ana attract wanaume ambao wanaiangalia pesa yake. Haraka sana attention yao inaanza kupoint pesa. Kwa hiyo wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kuingia kwenye mahusiano na wanaume matapeli ambao anakuja na lugha nzuri, story nzuri, mahaba mazuri na nini, lakini nyuma ana kampango kake cha namna ya kuleverage pesa alizonazo. Yeah. Kwa hivyo kama unataka usalama, lazima uliepuke ili kosa mwanamke la kuweka pesa katikati ya mahusiano yako na mwenzi wako. Kwa maana ya kwamba kama unaamua uhusiana wewe na yeye, na umwambie very clear, my money is not a part of relationship. Alafu uone wewe mwanaume atabaki hapo. Akibaki, huyo ndio mwenyewe. Kwa hiyo uweze kutofautisha pesa na wewe na yeye. Yes. Ujue wazi kabisa kwamba pesa yako sio sehemu ya maisha ya mahusiano yenu. Tangu mwanzo. Sasa utaangalia mwitikio wake. Akianza kulalamika na kunungunika kwamba wewe una pesa lakini unadibani na nini, it's a clear sign ya kwamba huyu mtu yupo hapa kwa ajili ya biashara. Sasa wanawake wengi huwa inakuwa sasa analalamika, sasa anakwazika, sasa ananiambia mimi mchoyo, kwa hiyo mbona tu nifanye? Unajikuta umempa fanya at your own risk sasa. Unaona, kwa sababu kama fanya kama unatoa sadaka. Mimi sikatai mwanamke kuamua kusema kwamba okay, kwa sababu ni mpenzi wangu, kwa hiyo naweza nikaiweka pesa hapo mbele ili kwa mimi sikatai. Lakini fanya kama kwa Bwana tu, kama unatoa sadaka. Lakini usiwe na mind ya kwamba thamani yako na kwamba huyu jamaa atakupenda zaidi. Kwa sababu utakuwa disappointed mwisho wa siku. Ndio ile unakuta anasema, yani wanaume bwana, yani wakati yeye yupo chini hapa, yani alikuwa mnyenyekevu sana, tunapendana, ila nilipomsaidia shwap akadisapia. Kwa nini? Kwa sababu kiukweli kilichomleta kwenye maisha yako ni pesa yako. Unaona, kilimleta pesa yako. Na tusilaumiane kweli. If I get free milk, jamani hata unajua hii ni ukweli kabisa. Wakati mwingine mnatulaumu sisi wanaume. Lakini unaona kabisa kwamba kuna namna mtu kakutengenezea mazingira kukurahisishia maisha. Yaani kuna namna fulani amekuonyesha kwamba kama una tatizo, niko hapa nitakukomboa. Hivi hili natengekwa ni wewe. Hivi kweli? Wakati mwingine mtoka, yani wanaume hamna hata huruma. Mimi nadhani wanawake ndio wamjionee huruma. Okay. Trust me. Kwa nini? Kwa sababu kama mimi ninaona fursa ya maisha yangu kurahisishwa, kwa nini situmie hiyo fursa?
Yani hata watu watanishangaa. Kwa hiyo naitumia fursa, lakini usiashumu kwamba yani kile ninachokuonyesha ni upendo wa kweli, kwa sababu hapa katikati kuna hela. Huwa mimi napenda kuambia watu, ukitaka kujua kama ni upendo wa kweli, ondoa element ya pesa katikati. Yani mkae hivi, mnaweza kuongea wewe na mwenzi wako siku 2-3 bila kudiscuss pesa kabisa, ndio mtagua mnapendana au la. Lakini mkiona discussion zenu, naomba hiki, nitoe hapa, tumeenda tuko busy na swala linalohusiana na spending, amna upendo hapo ni uzugaji tu. Sasa wanawake wengi hamwezi, yani kuna ile namna ambavyo hamwezi kustahimili kuona hiyo vitu vinatokea. Sasa kitokeo aina ya huyo mwanaume ndo amekuoa sasa. Amekuoa, yani wewe una kipato, yeye inakuaje? Kwa sababu ina uwezo wa kuingilia mahusiano. Yani tuchukulie tu wanandoa wawili, mmoja mwanamke ndo amejaliwa kipato, huyu hapa mwanaume ana kipato lakini pengine sio cha kumfikia huyu mwanamke, huyu mwanaume huyu mwanamke. Sasa hapo inakuaje? Sasa hapo ndo tunaenda kwenye kundi la pili, makosa wanayoyafanya dhidi ya wanaume. Umeelewa? Dhidi ya wanaume au dhidi ya wenzi wao. Alright. Kwa hiyo hili ni kosa la pili. Hapa tulikuwa tunazungumzia kosa la kwanza. Kila pili kuna haya makosa wanayofanya dhidi ya wenzi wao. Ambapo sasa kosa la kwanza ni kutaka kumwezesha mwanaume. Kuna ubaya gani? Hilo ni kosa baya sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mwanaume mpaka anafika point ya kukuoa, anajua maisha anayotaka wewe uishi na yeye, anajua anapotaka kukupeleka, anajua uwezo wake wa namna ya kukutunza. Mpaka anafika kwenye point ya kukuoa. Umeelewa vizuri? Unapokuwa mke alafu ukawa na mipango yako ya namna gani unataka mume wako awe, tayari ushaondoka katika nafasi ya mke. Yani kisaikolojia tu tayari wewe umeshaondoka kwenye nafasi ya kuwa mke, kwamba unataka kushape maisha ya mwanaume ambaye ni mume wako. Yani umeingia kwenye ufalme wake, alafu unataka kumtengeneza, kumfinyanga mfalme awe vile ambavyo wewe unataka, kwa sababu una uchumi unaokuruhusu kumtengeneza. Tayari usha rebel, yani tayari ushaasi kama mwanamke. Kwa hiyo ule nia yako njema ya kumtengeneza, message anayoipata mume wako sio unamtengeneza. Ni kwamba wewe ushaanza kutengeneza utaratibu wako wa maisha ndani ya mfumo wake wa maisha. Atapokea, lakini uwe na hakika kati anapokea, anatengeneza utaratibu wa kutengeneza mfumo mwingine nje ya wewe. Kwa sababu umeingia, kwa unajikaanga na mafuta yako mwenyewe. By the time wanajipata shwa mimi nakusaidia. Nakushukuru kwa msaada wako, lakini ni rahisi sana mwanaume kusaidiwa na mwanamke aliye nje kuliko kusaidiwa na mwanamke aliye mke wake, kwa sababu ukishakuwa mke manake una follow order na unaishi kwa utaratibu ulioukuta kwenye mamlaka iliyopo. Umenielewa? Kitendo cha kwanza kumuinua huyu mwanamume awe unavyotaka wewe, tayari wewe ni muasi. Na ndio maana wanawake wengi huwa wanachona kuelewa, hivi inakuaje namsaidia alafu kumsaidia kwangu kuna nigharimu? Ni kwa sababu msaada wako wewe ulisahau kwamba wewe ni mke. Kwa hiyo uwe makini unavyomsaidia, kwa sababu unapokuwa mke haumsaidii kwa namna unavyotaka wewe awe, unamsaidia kwa kile anachotaka ukifanye. Unajua kuna vitu vile tofauti. Narudia tena hapo. Unapokuwa mke haumsaidii awe unavyotaka wewe awe, unamsaidia kile anachotaka yeye ukifanye. Ndio maana usaidizi. Ukifanya kile anachotaka yeye ndo msaada na uelewa yeye. Yeye anauelewa huo, kwa sababu nilikwambia ufanye hiki na hiki na hiki. Kama nilikupa 10,000 ya chakula ukabalance hiyo 10,000, si ndio? Wewe umenisaidia kuliko ukachukua 30,000 ukaiongezea kwenye 10,000 ukatengeneza chakula cha 40,000. Hapo hujamsaidia, hapo umemwasi. Unaelewa? Pale ambapo anakuambia umpeleke mtoto shule ambayo ni Sante Kayumba ya kusoma shule hiyo na akalipia hiyo gharama, alafu ukasema haina shida, wewe leta hela mimi nimpeleke mtoto academy siyo fulani ya milioni kadhaa kwa sababu nina uwezo, wewe ni muasi tayari.
Kwa sababu umechukua mamlaka ya kuanza kufanya kitu. Ndio maana wanasusaga basi. Ndio maana wanasusa kwa sababu mwisho wa siku manake wewe una utaratibu wako ndani ya ufalme wangu. Kwa lugha nyepesi una ufalme wako ndani ya ufalme wangu. Okay. Na hapo ndio ugumu wa ndoa ulipo na mahusiano. Kwa sababu kwenye ndoa sio kama sisi ni partners. So watu wengi wanadhani sisi ni partners, sio partners. Kwa hiyo ngoja kwanza Pastor Deo pale. Bado ina click inakataa. Inakataa sawa. Kwa maana yake unachoniambia huyu mwanamke anatakiwa ajishushe mpaka level aliyopo huyo baba. Yes, ilitakiwa utafute mwanaume ambaye yupo kwenye level unayotaka wewe. Sasa kwa sababu ulijichanganya ukaja kwa ambaye wa level ya chini, ndio sasa nadhani shida iliyopo hapa Irene ni kwamba wanawake huwa mnakurupuka kwenye yani kweli sasa unanirudisha nyuma kimaendeleo sasa. Ndio maana nikasema ulitakiwa uolewe na mwanaume ambao angalau yuko zaidi ya status uliopo wewe. Kosa sio la huyo mwanaume, kosa ni la kwako. Kwa sababu uliingia kwenye mamlaka ambayo iko way below your standard. That was your mistake. Na nafikiri kwamba wanawake wengi wanaposoma hata ule mstari kwenye Waefeso, mke na mtii mume katika kila jambo. Ile kila jambo nadhani wanawake wengi aidha wao wanairuka au hawaielewi vizuri. Kuna namna fulani wao wanajump. Umeona? Hatuioni vizuri. Kama haionekani au mnataka kumnaweka correcting fluid pale pap kichwani. Ndio. Kimsingi unatakiwa Irene ujiulize mara 10 unajiingiza kwenye mamlaka ipi, ina utaratibu upi, ina social status ipi, ina financial status ipi, na wewe ya kwako ni ipi. Kwa maana nyingine nyepesi Irene, wewe sio kila mwanamume anaweza kufiti kuwa mume wako. Kadiri unavyozidi kwenda juu kuna wanaume wanapoteza kabisa sifa ya kuwa waume zao. Kwa hiyo kadiri wanawake wanavyozidi kuwa juu kiuchumi wanapunguza margin ya possibility ya kupata wanaume. Sasa hivi wanasema mbona sasa hivi wanaume wa kuoa ni wachache sana? Ndio, kwa sababu wanawake wengi mmeenda juu kiuchumi. Huku juu wanaume wengi hawapo. Kwa hiyo umejikuta mna kakundi kadogo cha wanaume mnakagombania akatoshi. Ndio maana sasa singles wanawake wanakuwa wengi. Okay. Kwa sababu ukweli ni kwamba unanili amfiti. Sasa kwa sababu ya hiyo competition wachache wanawake wanarudi chini. Wanamtafuta mwamba mmoja hivi. Kama anaelekea sura moja tamchonga, tamfinyanga huyu. Alafu atafaa kwa matumizi ya binadamu. Anapanda, anaondoka mwanangu. Hamna kitu kama hicho wewe. Wewe lini umekuwa mfinyanzi? Yaani wewe huwezi kuwa mfinyanzi, huwezi kuwa mfinyanzi. Wanawake ni kama wanaamini kwamba they can fix us. Kitu ambacho sio kweli, hakiwezekani. Hamkupewa hiyo mamlaka, hamna uwezo. Hamna, yani hamna namna unaweza kumfix mwanaume. Hamna namna unaweza kumfinyanga mwanaume. Kwa sababu mwanaume mwenyewe hawezi kukubali. Alafu pia hata Mungu mwenyewe atakushangaa. Ndio maana kuna makongamano mengi ya Bwana mtengeneze, mfinyange, mfinyange, hawafinyangiki. Mungu anakushangaa like seriously. Unajua maana hata Yesu alikutana na yule mwanamke Msamaria kisimani afa akamwambia hebu kamlete mume wako. Hebu jana mambo mimi siongei na wewe. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu hamkupewa hiyo mamlaka ya kutupeleka mnavyofikiria nyie. Hiyo mamlaka hamna. That's the bad news kwa wanawake wengi. Kwa hivyo unapomkuta mwanamume yupo katika mazingira ya kupoteana, kujaribu kumuonyesha njia kwake yeye kinacho sound kichwani, unamuinsult, unamtukana. Hawezi kusema, lakini kuna feeling, yes, kuna ka feeling kwamba mtu anataka kunicontrol. Ila hawezi kukwambia. Alafu kanakuwa very natural, kanaibuka ndani mwake. Very natural. Ambao hata mwenyewe hawezi kukielezea kwa nini na feel hivyo, kwa sababu wewe ni mtu mwema sana. Lakini hakwambia ni mtu mwema, lakini kuna kitu kanawambia na huyu kuna namna fulani hivi anataka kunanili. Unaona ile? Yeah. Wow. Lakini pia kitu kingine ambacho wanakoseaga wanawake wenye kipato dhidi ya wenzi wao ni kujaribu kuamini ya kwamba wana uwezo wa kufanikiwa. Sawa, wale wake wana uwezo wa kufanikiwa zaidi wakiamua kuvunja mahusiano na the so called waume zao. Okay. Hilo ni kosa lingine wanalifanyaga ambalo linawacost big time. Okay. Unajua wanawake jinsi walivyo, haijalishi una pesa kiasi gani na hujalishi una nafasi kiasi gani, somehow kadiri unavyozidi kwenda juu, hofu na wasiwasi huwa unaongezeka. Yes, wanawake wako hivyo. Kadiri unavyozidi kwenda juu. Sisi wanaume kadiri unavyozidi kwenda juu, confidence inaongezeka. Afu nashangaa. Nyie mnavyozidi kwenda juu, wasiwasi unaongezeka. Kwa hivyo kwa vyovyote vile utajikuta unahitaji attachment na mwanaume fulani ambaye atakulinda. Yes. Ambao ukitoka hivi nje utasema mimi ni wa fulani.
Umenielewa Na wanawake wengi waliofanikiwa utakuta hata kama hana mume, ana attachment, ana namba ya huyu, ana namba ya RPC, ana namba ya jaji huyu, ana nini, yani kuna watu fulani ambao anajua nikipiga simu moja mambo yangu yanafanyaje, yanatulia. Hao watu uliojizungusha nao, kama hauna mume, utageuka kuwa nyama ya kila mmoja wao. Ndio ulimwengu wa wanaume ulivyo. Hawana ubaya, ni kwamba siwezi kuwa nakusaidia tu hivi. Kuna namna lazima tupate malipo. Yani lazima kuenda iko kitu. Kwa hivyo unapoachilia pesa ikutengenezee pride ya kuvunja mahusiano na mume wako kizembe tu. Of course kuna wale wanaume ambao kweli tunasema ni physical abuse, anakupiga na kufanyia ukatili. Hiyo ni story nyingine na nitakuruhusu toka tu. Lakini unakuta hata upigwi, unyanyaswi, ufanyaje, this guy ana maisha yake tu, ila kwa sababu tayari una kipato na nini, ukimwangalia jamaa unaona kama atoshitoshi, kama akili yake kama haijakaa kiuturuki kama ya kwako na nini, then muonekano wako kidogo unajua unaona ushingapi. Toka wewe, toka uone ilivyo kazi, toka uone dunia ilivyo ya ajabu. Na bahati mbaya sana wanaume tulivyo, tuna akili fulani za ajabu. Nikikusikiliza tu story yako, ulitoka kwa mume wako afu nakusikilizia. Kwa hiyo nini kilikuwa kinaendelea mule ndani? Yule mwanaume ajielewi, alikuwa anakupiga hapa, alikuwa sio inaona hapana. Hapa this is liability. This is liability. I know kabisa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kwamba wanaume anaweza kawa kinga yako. Yaani pamoja na kwamba unaenda juu, lakini kumwacha kwenye maisha yako inaweza kawa ni shelter ya kukusaidia wewe kuingia mahali na wanaume wengine wakakupa heshima kama at least ana mwanaume, hata kama watakutongoza lakini angalau kuna ile namna kuna adabu anakuwa nayo, kwa sababu anajua kwamba kuna mwanaume mwingine upande wa pili sijapima uwezo wake kujua how aggressive anakavyokuwa. Na wakati mwingine wanaume walivyo ajabu watakuwa wanakuapproach, wanakuchochea umwache ili wawe na uhuru wa kupata wanapotaka, lakini kiukweli watakuwa wanakuchezea tu. Hawatakupa usalama unaotakiwa. Umeona, kwa sababu hawahitaji hiyo liability ya kusema kwamba wakubebe wewe, mtu ambaye umeshinda kutekea familia yako na vitu kama hivyo. Mwanaelewa. Kwa hiyo hii ndo ile ina justify kwamba mwanamke asiye na ndoa kwenye jamii anaonekana namna fulani hivi. Swala sio jamii na kuonaje. Swala ni ulimwengu wa wanaume unavyofanya kazi. Kwenye ulimwengu wa wanaume hatunaga huduma za bure. Oh really? Yes, hatunaga huduma za bure. Yaani usione mwanaume yuko. Sasa wale waliotusaidia maana yake watadimandi. Yupo around, hawezi kudimandi. yuko around, hawezi kudimandi, lakini uelewe tu, yani ulimwengu wa wanaume ndio upo hivyo kwamba ukiona na kusaidia umlipi chochote. Yuko around, anasubiria siku ukipigwa na jeraha ukajikuta unataka pakulilia, ndio hapo vipi, come here and ubora kwa sababu sisi kwenye ulimwengu wa wanaume tupo hivyo, yani tuna give and take. Hatusaidiani kama unajua nyie ndio kwenye ulimwengu wa kuoneana huruma. Wanawake ndio jamani pole. Sisi ulimwengu wetu ni una nini napata nini. That's the story. Sisi tupo kwenye biashara all the time. Hatuoneani huruma, hatutiani moyo. Ni wanaume, yani hata Yesu alikuwa hivyo. Yesu unamsikia kauli zake zilizokuwa acheni wafu wazike wafu wao. Maskini mnao kila siku. Wala hizo kauli zilikuwa za kitata. Why? Because he is the man. Umeelewa? Tuna namna yetu ya kuonea watu huruma, lakini sio kusympathize nao. Sisi tunataka kusolve tatizo. Kwa hivyo kama nakutatulia tatizo lako somehow, najaribu kuwaza sasa mimi nitakusaidia kwanza, lakini sasa mimi napata nini? Unaona kuna mawili. Aidha ni kati huo uhusiano wetu ambao ninakuwa nafanya lakini sipati chochote, au ndo nikae hapo nikisubiria siku ukijichanganya shesha. Bora. Of course wakati mwingine hii najua wakati mwingine watu wanaweza wakani blast nayo, lakini wanawalaumu bure wachungaji. Of course wachungaji wengine siku hizi wachungaji tatizo ni kwamba huduma za kiroho nyingi ni za bure. Ndio. Na washirika wengi siku hizi especially wanawake mna stress nyingi sana. Halo baba, saa 8 usiku. Nimekosa usingizi, naomba niombe. Unafika wakati mchungaji anakata simu, sasa wewe ni mshirika.
Umeona, mnawatia wachungaji majaribuni. Wanawake mnaonisikiliza tafadhali, hii mambo ya kuwa mchungaji wako ndio unambebesha stress zako za kila wakati, kila saa, kuna mawili. Aisa wakisha unampa sadaka kubwa au upo kwenye riski ya kuja kumuingiza mtumishi wa Mungu majaribuni, kwa sababu wao wachungaji wengi ni wanaume kabisa kwa asili. Trust me, ukiwabebesha mizigo yako kupita kiasi bila malipo yanayoeleweka, nature yao itakiki, tutakuja kulaumiana. Sio tutakuja mambo yanayotokea. Basi kumbe mimi kwa najua yatokee hapo. Basi nimewapa kodi wanawake waelewe nini kinaendelea. Si kwa ubaya. Sio kwa ubaya, na wachungaji najua katika hili wananielewa vizuri. Lakini hapo unakuta sasa mama wachungaji wanaibuka, wanaanza kuattack zile titles ambazo mmewaka anakuwa addressed na waumini, like daddy nakuwa nilisikia hiyo daddy naleta mambo mengine. Yani kweli yani kwa hiyo wanadhani labda ikibadilika ile title. Hapana, sio title. Hata kama akimuita askofu bado data iko pale. Yani habari mbaya ni kwamba swala sio title. Kwa wale ambao wanapata washida ile title ya daddy, hamna, swala sio title. Hata kama anamuita askofu, swala tu ni kwamba kama anambebesha sana stress zake na mizigo yake na nini, na anatengeneza hii na ambayo ndio nyie sasa mnaitumia, yani kila wakati nikijisikia vibaya nimekutext, hi jamani I feel bad. Ukijifanyia hiyo mambo kwa mwanaume, it's a matter of time utakuja kumlaumu. Ndio ile unasikuta jamaa anaanza kuambia yani kuna namna fulani na kufeel from nowhere tu. Sasa unanifeel tangu lini? Mbona imekuwa ghafla sana? Kumbe mwenzako anataka kujilipa kwa kazi njema anayofanya. Wala hii kazi hapa, hii kazi kazi bila malipo hii. Ila wastani kiboko. I know anaona hizi kazi bila malipo hizi. Kumbe that's the way you think. So that's the way we think. Mimi nisikuombe favor basi. It's a nature. It's our nature. It's not about thinking. So we shouldn't ask for favors from men. Unabidi uask, lakini at your own risk. Yani aski, hatukatazi, lakini lazima uelewe ulimwengu wa wanaume unavyofanya kazi. Lazima una mipaka. Ni lazima uelewe kwamba napoanza kumuengage huyu mtu kushughulikia matatizo yangu, litanitokea jambo fulani pale na nimejiandaaje kukabiliana nalo. Shida tu ni kwamba shida sio sisi tunavyo act. Shida yenyewe mnashangaga. Sasa imekuaje? Na sisi tunawashangaa. Sasa imekuaje vipi? Mbona mimi I was there for you? Kwani ulizani mimi me I was there for you. Someone me you be there for me. Unaanza kuona big deal yani. Unaona? Sisi tunawashangaaga. Umeona? Kwa hiyo sio kama msituombe. Tuombeni, lakini kuna namna fulani mtuelewe tu mambo yapo. Na yanatokea. Sio kwa ubaya. Ni kwamba nyewe mnatuona wanaume sio na wako vipi? Tuko hivyo hivyo. Tuko hivyo hivyo, hatuna shida, tupo hivyo hivyo. Na kwa kweli usichoke kutuelewesha, maana amueleweki. Tunaeleweka, ila mnatutafasiri kwa akili za kike. Ndio maana hamtuelewi. Ila kwa sisi wanaume tunaelewana. Mkitukuta kwenye vigenge vyetu tunapiga story, tunaelewana lugha vibaya mno. Sana. Kabisa. Yaani kwanza tunashangana. Kwa hiyo yani unamsaidia. Kwa hiyo unapata, yani ni kawaida kabisa tunaelewa. Yaani kwa sasa hiyo unapata nini? Hiyo ni kawaida, ni kawaida yao. Kwa hivyo kuna namna ambayo lazima ufanye. Na wanaume ambao pia wanajikuta kwenye hayo mazingira, na kwa kuwashauri ni kwamba hakikisha usijiingize sana kumsaidia mwanamke na kubeba mizigo yake, whether ni ya kihisia au ya kiuchumi, bila ku draw a clear objective kwamba katika hiki mimi napata nini. Yani wewe mwenyewe ujijibu mwanaume, kabla hujajiingiza kubeba hiyo mizigo. Kama unaona upati kitu kabisa na utaki kuvuka huo mstari wa kuingia kwenye mambo ambayo hukutaka yatokee, ni bora usimsaidie. Mkazie tu. Kama urafiki utakufa basi utakufa, lakini mkazie. Kwamba siwezi nikakaa mpaka saa 5 usiku na kuchatisha wewe nikutie moyo. Siwezi. Ikifika saa 3 naenda kulala. Wewe pambana na hali yako. Nikifika wakati unaniomba hela 100,000 sina, nakupa 10,000 ya kusupport, sawa, lakini siwezi kukupa hela kwa sababu najua mwisho wa siku nikikupa kupitiliza itaniletea shida kisaikolojia pia mimi mwenyewe. Kwa hiyo kwa wanaume pia wakati mwingine wana uwezo wa kukuchora hiyo, au kama una kweli umeamua kutengeneza, kwa mfano mimi na professional services nazitoa, kwa hiyo unalipa, unakusaidia na kucancel na kutia moyo na kupa majibu, unaenda. Unataka tena kuniona unalipia. Kwa hiyo hapo unakuwa hamna urafiki. Sina deni. Siwezi kumdai na anidai. Kila mmoja ni biashara hiyo. Unaona hiyo inavyonoga. Inanoga.
Kwa kweli mnafikiria tofauti sana na tupo tofauti. Sasa nataka niulize, kuna watu wapo kwenye ndoa lakini kuna tendency ya some sort of mashindano. Yani unakuta ni wanandoa hawa wazuri tu lakini unakuta pengine labda mwanaume ana jina na huyu ana jina, kwa hiyo sasa ile inageuka kilinge cha mashindano. Yani nani zaidi. Sasa watu kama hawa, nani anatakiwa atambue lipi na nani nini? Yani Irene, ukiona mtu mke na mtu mume wamekuwa na mashindano hadharani, mpaka sisi tunaowatazama, ndugu watazamaji na ndugu wasikilizaji, tumeweza kuidentify kwamba wanashindana, basi huko ndani wana mashindano makubwa kuliko ya nje tunayoyaona. Okay. Kwa hiyo tatizo sio haya mashindano ya nje, tatizo ni mashindano ya ndani walionayo huko chumbani, pengine kitandani. Na kwa sababu hiyo ni ngumu sana kuweza kuwashauri nini cha kufanya mpaka uelewe kiini cha migogoro iliyofanya washindani humo ndani. Kwa mfano, mashindano mara nyingi ni chanzo chake ni kuna kitu inaitwa power paradox. Tunagombania mamlaka na nguvu. Ndio mashindano yanapoanzia siku zote. Nani anatakiwa kumuongoza mwenzake na nani anatakiwa kuongozwa? Na je, anayetakiwa kuongozwa anajua kwamba anatakiwa kuongozwa? Na je, anayetakiwa kuongozwa anamwamini anayemuongoza? Na je, anayeongoza ana uwezo wa kumuongoza anayeongozwa? Sasa ili kosa mara nyingi linaanzaga tangu wakiwa wachumba. Yani huwa wanaiona hiyo setting vizuri kabisa. Mwanamke anaingia kwenye ndoa hamwamini mwanaume kama ana capacity ya kumuongoza. Mwanaume mwenyewe hana capacity ya kumuongoza mwanamke, au mwanaume ana capacity ya kumuongoza mwanamke, lakini mwanamke kutokana na namna alivyo saikolojia yake hataki kuongozwa au hapendi kuongozwa. Kwa tunapoingia kwenye ndoa, immediately tunaanza kuwa na mivutano ya direction ipi tuende. Lakini kwa sababu mmoja ana trust na mmoja hana trust, anaweza kumuongoza. Yes, mmoja hana trust, halafu kakosa trust na akakubali kuingia kwa mtu ambaye hamwamini, hamtrust. Umeelewa Kwa sababu ulipaswa kujua kwamba kama si uamini uongozi wa huyu, inapaswa ni muache atafute mwingine ambaye atauamini uongozi wake. Si ndio? Kwa mfano mimi huwa naweza nikajitolea mfano kwamba mimi hata kama ni pastor, sio kila mshirika anaweza kuwa mshirika wangu. Sio kila mtu anaweza kuwa mshirika wangu. Kuna watu wengine wakikaa hivi kanisani wakanisikiliza na ubiri wanaona this is good for nothing pastor. Siwezi kumtii huyu jamaa kwa akili yake fupi alionayo. Na mtu akifikia hiyo point, to me sina ugomvi naye. Yani kiukweli nikisikia tu kaondoka kanisani, I don't have a problem with that, kwa sababu najua huyu kiukweli nikiendelea kumbakiza hapa tutatengeneza mashindano. Mmenielewa Kwa hivyo shida ya ndoa ipo hapa. Mkiingia hamna option ya kutoka kienyeji. Exactly. Kwa hiyo kama uliingia afu umwamini kiongozi au kiongozi mwenyewe haeleweki, mkiingia humo ndani ni mpaka serikali iwaamlie. Ndio. Sasa kifuatacho ITV ni nini? Mnaanza kuonyeshana umwamba. Huu mwamba unaanza chumbani, ukishakoma unaenda sebleni, then jikoni, then varandani, then nje ya geti, then social media. Ndio. Sasa wewe ukitaka kusolve unausovia wa social media. Huko ndani ulianzia chumbani, rudi mpaka ndani utagundua kwamba hawa watu tangu kabla hawajaoana kulikuwa na kitu kilikuwa kipo sawa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa kuliko tunavyoweza kuliangalia kwa sura ya nje. Wafanye nini? Kuna wakati mwingine kama watu ni wakomavu kiasi cha kuelewa, wanaweza wakakubaliana kufocus kwenye taasisi ya ndoa pale ndani kwamba papa tusigombane kwa lolote, ila tukitoka nje ya mipaka kila mmoja establish kitu chake. Kwa sababu kumbuka, ndoa ni taasisi kama taasisi zingine, kama kampuni, kama organizations zingine. Na ofisi ni pale kwenye geti, pale getini kuingia ndani, ile ndio ofisi yenu. Kwa hiyo mnaweza mkaamua kwamba nje ya ofisi wewe mishemishe zako, mimi mishemishe zangu. Sawa? Hatuna ugomvi. Tukiingia pale ofisini, kwenye ofisi ya ndoa, hivyo vya kwetu huko nje tuviache. Tu focus kubuild hii taasisi ambayo tulisign contract ya kuilinda na kuitunza, kwamba chochote kinachofanyika nje ya taasisi ya ndoa pale nyumbani kisiingizwe ndani. Imeisha hiyo.
Wangapi wanaweza hiyo? Umeona? Kwa sababu utasikia huyu mwanaume yani ananichiti, anakuchitia nyumbani pale, hamna na wanawake kule nje. Akiwaleta hapa ndani tugombane, lakini kama alienda nao kule nje basi jitahidi usigombane naye. Wanawake hawawezi. Umeona? Ni ngumu. Unaona ilivyo ngumu ndio maana sasa watu wanagombana. Otherwise tukisema kwamba tuanze kuwapatanisha hawa wameharibika kutokea mbali sana. Kwa ni bora waacha. Sasa kuachana nako ni kipengele kwa sababu kuachana inabidi uende mahakamani. Kwanza inabidi uende kwa wachungaji uidhinishie kwamba kweli una sababu za msingi. Uende kwenye baraza la kata wakuandikie barua kwamba una sababu za msingi. Alafu ndio uende mahakamani na hakimu naye ajiridhishe kwamba mna sababu ya msingi. Kuachana sio kitu chepesi. Yaani ndoa sio mali yako, ndoa ni mali ya serikali ya Jamhuri ya Tanzania. Kile cheti kile kimeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na watu wengi hawaelewi, ndoa is not belong to you. Yaani wewe piganeni. Mkifika pale mnakutana na mwamba mmoja anambia mwachani. Na mnataka kuachana. Ni mali ya serikali. Ni mali ya serikali. Ni mali ya serikali. Umeona wamewapa certificate. Hapo sio mali pia ya kanisa. Ni ya serikali. Mara nyingi watu hawajui kutofautisha vitu. Tunasemaga ndoa takatifu, ni ndoa takatifu tumeitakatifusha. Lakini kiukweli ndoa ni mali ya serikali. Ndio maana inafungiwa kanisani, inavunjiwa na mahakamani. Mchungaji anayekufungisha amepewa cheti na serikali. Sio yoyote. Hakurupuki tu. Lazima awe ameidhinishwa. Kwa hiyo ni wakala wa serikali kanisani. Inapouma hiyo. Ni wakala wa serikali kanisani. Umeona? Japo kiangalia kwa namna nyingine utakutoa kwamba kuisha hata hizo taasisi zenyewe za dini tunazosema ni makanisa zimesajiliwa pia serikali. Kwa hiyo utakuja kugundua hivi vitu vyote ni vya serikali. Hata hamna anayekimiliki lakini. Kwa hiyo yani tuseme ndoa zote zina usawa mbele ya serikali. Mbele ya serikali zina usawa. Kwa sababu kuna tendency ya wale wanaofunga ndoa bomani unakuta nadharaulika kwamba ndoa yake haina mashiko sana kwa sababu amefunga bomani. Huyu aliyefunga kanisani anaonekana hiyo sasa ni mtazamo tu wa kijamii. Kanisani kinachofanyika pale ni wakfu na maombi, sio maombezi na nini ambayo kiukweli sio ndoa. Wewe kama uamini, wewe nendeni mkavae shela na suti, nendeni kanisani, kawekewe tu mikono hivi afu muondoke. Uone kama ni ndoa. Si swala si kanisani kama ndio ina upako. Nendeni bila cheti kusainiwa. Ndio mtajua kama sio issue. Alright. Sawa. Haya, tuingie basi kwenye haya makosa yanayofanya kwa watoto kwenye kipato watoto. Kosa la kwanza ambalo wanawake wao wanalifanya kwa watoto wao ni kujaribu kununua upendo kwa watoto. Wanawake wanapenda kupendwa. Hiyo ni asili yao. Yaani mwanamke anajisikia wa kike akipendwa. Kwa mara nyingi sana anapojikuta ni mpweke huko nje kashindwa kununua upendo, huwa anatumia pesa kununua upendo kwa watoto wake. Kwa kujaribu kuwapatia lifestyle fulani, maisha ya namna fulani, wasipate shida, wasipate changamoto, wasiwe disappointed. Unataka hiki sawa, nguo hiki sawa, za gharama, hata wapeleka hapa, wakatembea hapa, aspoil. Wananunuaga upendo wa watoto. The problem ni kwamba watoto ukianza kununua upendo wao umeanza safari ya kuharibu. Menelewa? Kwa sababu watoto wanatakiwa kupewa tu mazingira salama kwao kukua. Sio mzazi ajitahidi kuhakikisha watoto hawakwaziki na wanaishi maisha comfortable. Hiyo sio jukumu la mzazi. Ukianza kujitahidi kutumia nguvu ya ziada kwa pesa ulionayo kuwapatia watoto comfortable life, tayari umeingia kwenye overprotection na kwa overspoil, na hao watoto hawatafaa vyovyote huko duniani. Kwa sababu ni muhimu pia kuelewa kwamba watoto hawatakiwi kupewa hela, wanatakiwa wafundishwe kutafuta pesa. Miongoni mwa viumbe ambavyo wavikiwa na hela watoto wanaharibika kirahisi ni wanawake. Kwa sababu mwanamke mwenye hela kumfundisha mtoto wake kutafuta hela is almost impossible. Yeye atakuwa anaamini kwamba hizi hela ni za mtoto wangu, anastahili, niliteseka sana, nazitafuta kwa shida kwa ajili ya watoto wangu.
Kwa hiyo watoto hawatakuwa na akili ya kuzitafuta pesa, watakuwa na akili ya kutumia pesa za mama. Zikija kuondoka hizo hela, dunia itawala for breakfast. Yani wataliwa asubuhi, watamalizwa. Okay? Yeah. Cha pili, wanachokosea kwa watoto wako ni kuwapatia watoto wao maisha ya standard kubwa kuliko uwezo wa baba yao. Yeah. Kosa lingine. Mtoto anatakiwa ajue kwamba baba ndo provider. Baba ndo anatulisha, baba ndo anatuvisha, baba ndo anatusomesha. Mtoto ili aondoke akiwa salama saikolojia katika nyumba, lazima ajue ni baba yangu ndo anafanya hayo majukumu. Kwa nini? Kwa sababu hata Mungu alitengeneza hiyo structure. Baba ana provide, anapambania familia, anailisha familia. Kwa mtoto anayekula chakula cha baba, anavaa nguo ya baba, anasoma kwa elimu ya baba, anakuwa katika hali nzuri ya kisaikolojia kuliko mtoto ambaye ameenda kusoma shule za gharama kwa gharama ya mama, kwa sababu baba alikuwa hana uwezo wa kuafford. Ushaharibu mtoto hapo. Tunatengeneza mamalio hapo, tunatengeneza watoto wa kike wapambanaji ambao baadaye atatafuta kijana muuni asiyo na mbele wala nyuma, ataolewa na huyo kijana, kumtolea mahali, kumpatia huyo kijana akatoe kwa wazazi wake. Kijana wa kiume anayeshuhudia mama yake ndo anagharamia maisha yake, huyo kijana ni future Mario. Hata una shida. Sasa tufanyeje si tulofiwa? No, tunakuja huko. Okay. Tunakuja huko. Unajua nature ni nature hili. Kufiwa ni jambo moja, si ndio Lakini nature ni nature. Ukipanda juu ya gorofa ili ukajirusha, utakufa. Ukiteleza utakufa. Yani nilipoteleza alikuwa hai kwa sababu aliteleza. Nature ni nature. Wewe utashuka chini, utajibambiza, utakufa. Hata kama ni kwa bahati mbaya. Umeelewa? Kwa lazima tuheshimu hiyo nature kwanza. Bila kujali kwamba huyu amefiwa, huyu ameachwa, huyu ametelekezwa, lakini tunazungukia hapa. Kwa mwisho wa siku huyu mtoto na ni bora ambaye amefiwa. Kwa sababu mtoto atajua kaburi la baba yangu lile pale. Kwa hiyo mama yangu anafanya hivi kwa sababu baba yangu hayupo. So huyo yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya mtoto ya kuelewa dynamic kuliko yule ambaye baba yupo ndani ya nyumba afu mambo anaingia anatoka. Mwenye mwisho nani? Mama. Shopping za nani? Mama. Shule? Mama. Chakula? Mama. Kwa sababu baba hana uwezo wa kugharamia standard ya maisha ambayo mama anaitaka. Sasa the tricky part kwa wanawake wengi, na mshahara milioni 5, uona mshahara 300, haiwezekani mimi nikala ugali maharage. Hiyo si fact. Yani hiyo ina make sense. Hata ndugu mtazamaji atakuwa anakubali. Yani nakulaje kwa shida? Yani naishie kwa shida na hela ipo. Umeona Kwa hiyo kwa haraka common sense inasema mwanamke atoe hela, si ndio? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha yanaenda kwa standard ya maisha yake yeye ambayo anaishi. Hiyo inagharimu watoto. Kwa hivyo nini mnatakiwa kufanya? Mambo mawili. Aidha hiyo pesa yako izungushie kwa baba. Izungushie kwa baba, ionekane yeye ndo anagharamia. Hivyo hivyo. Kwa ni mpe. Inabidi sasa. Alafu ukimpa kuna risk. Ndio hicho sasa. Yaani shida inakuja hapo. Kwa sababu ukimpa kama ni mjinga baki ushaua tena wewe mwanaume. Mbona? Ukifanya wewe mwenyewe umeharibu watoto. Umeona? Ndio maana kiukweli sasa watazamaji tuongee kwa sauti ya chini wasisikie. Kiukweli kabisa kwenye hii dunia ilitakiwa wanaume wawe na pesa nyingi kuliko wanawake kwa usalama wa hii dunia. Sasa najua hii sasa itawakera. Samanini jamani, najua hii itawakera. Lakini hii nikisikia the future is female, pesa zote tunazo sisi, wanawasikiza nasema my lord God, you guys don't know what is going on. Kitakaje kwenda kuyatokea huko mbeleni, tutakuja kukaa chini tutajiuliza hivi nini kilitokea. Kiukweli kabisa tulitakiwa sisi tuwe na pesa nyingi kuliko nyinyi. Muwe nazo, tuseme msiwe nazo. Ila wewe ukiwa na milioni 800, mimi niwe na bilioni 8. Yaani iwe hivyo tu. Kwamba the more unazidi kuwa na pesa, mimi niwe na mara 10 za kwako. Dunia ingekuwa mahali salama sana. Lakini hii mismatch iliyotokea ya kwamba wanaume wanashuka, wanawake wanapanda, the world is not a safe place anymore. Yaani dunia sio sehemu salama. Tunaharibu wanaume, tunaharibu watoto wa kike, tunaharibu watoto wa kiume, na wanawake wanaharibika. Unaelewa? Yeah. That's how bad it is. I say this is yani nakosa hadi swali. Sasa kwa hiyo
hawa watoto turudi katika swala lako la msingi kwamba kuna makundi kadhaa hapa ya wanawake. Kuna ile kundi la kwanza ambao wanawake wamefiwa. Kama nilivyosema, hawa kidogo wana advantage kwa sababu angalau watoto wao wanaelewa nini ambacho kinatokea. Kuna kundi la pili la wanawake ambao walizaa na wanaume ambao hawakuwa wa baba. Yaani alikuwa ni mwanaume akafanya sperm donation, akadisappear. Hawa tayari wana mgogoro mbaya sana wanawake. Kwa sababu watafanya hayo majukumu, lakini swali litakalobaki kwa mtoto wake ni baba yangu yuko wapi na ni kwa nini anihudumia. Hilo swali huwezi kulitoa kichwani kirahisi. Kuna kundi la tatu la wanawake ambao kwa sasa hivi imekuwa ni kama fashion. Tafuta mwanaume nizae na uwezo wa kutunza mtoto wangu, kwa hiyo wapite hivi. Hili ndio baya zaidi. Yaani hili wanaharibu dunia kuliko tunavyofikiria. Kuna kundi la tatu la wanawake ambao wanaogopa kuwa wake. Yaani wako wanaonekana kama wanapenda hivi kwa wake, lakini wanaogopa. Kwa hiyo wao wanajikutaga wanacheza michezo fulani hivi ya kubahatisha, bahati nasibu. Kwa hiyo atajiingiza mahali bahati mbaya, pap, mimba ya pili, ya tatu. Yeye mnahisi ana laana ya ukoo, kumbe kiukweli deep inside anaona viko mke hapana. Bwana zaga tu. Wanaogopa kabisa kuolewa. Kwa sababu wakati mwingine ni kwa sababu ya historia kule walipotoka, walichokiona mama wao walichokipitia, wanachoona wengine wanapitia wanawake. Kwa hiyo tuna kundi pia kubwa la wanawake ambao they are so much scared to be wives. Ila nature yao kama wanawake inawalazimisha wazae. Kwa hivyo wanajikuta kuna mgogoro baina ya saikolojia na biolojia. Biolojia inawapush kuzaa, saikolojia inawazuia kwa wake. Ni kwa bahati mbaya mwanamume yote ambaye hana sifa za kuwa mume wako, hana nia ya kuwa mume wako na ameshindwa kuwa mume wako, ni ngumu sana kuwa baba wa mtoto wako. Kwa ile kauli wanasemaga wanawake, sasa yeye mimi tumegombana na ni kweli hanipendi, hanithamini, mimi sina tatizo, si athamini mwanae. Umesahau kwamba wewe pia ni mtoto wa mtu. Kama ameshindwa kukuthamini wewe mtoto wa mtu, kiukweli mtoto aliyotoka ndani mwako hawezi kumthamini kama unavyofikiria. Kwa hiyo haiwezekani ashindwe kuwa mume kwako alafu aweze kuwa baba kwa mtoto kirahisi. Kwa hivyo kipimo kimojawapo kikubwa cha kwamba mwanaume anafaa kuwa baba kwa mtoto wako ni yeye kuwa na uwezo wa kuwa mume kwako. Iko ni kipimo. Ni kipimo. Ndio maana hata kwenye dini au kwenye maandiko tulikuwa tunalazimishia kwanza ndoa ndio watoto. Kwa nini? Kwa sababu kama ana uwezo wa kukuchukua wewe kwa wazazi wako, akufanye kama mtoto wake kutoka kwenye miliki ya wazazi wako, basi ana uwezo wa kuwafanya watoto wako wawe watoto wake. Na ndio tafsiri ya ndoa unajua. Actually kwamba unamtoa binti kwenye mamlaka ya baba yake. Unamweka kwako, unakuwa kama baba yake. That's the meaning of being a husband. Ndio maana baba anamkabidhi binti kwa mwanaume. Kwa hiyo anasema mimi baba nakukabidhi wewe mtoto wangu ili ukawe baba yake. Kwa hiyo akiweza kuwa baba yako kwa miezi 6 au mwaka, akizoea, akaelewa, akajua na gharama ya kukutunza kama mtoto kwake, watoto watakaotoka kwako hatoshindwa. Lakini ile jukumu la kukuchukua na kukufanya mwanae ameshindwa, alafu unamletea mtoto, nimekaa pale. Hiyo kimeielewa hiyo. Elewa Nimeielewa sana kwa sababu hatuelewi tafsiri ya vile. Na sasa hapo nina swali, vipi sasa kwenye jina langu mimi? Marcus umesema yule ndo kwa babangu sasa. Ndio. Siku hizi tu ndio kumekuwa na. Kwa hiyo jina langu siku hizi tu ndio kumekuwa na. Maana kuna changamoto. Mimi mama yangu anaitwa Nida yake, Nida ya mama yangu. Anaitwa Stella Sukambi. Of course jina la katikati ndio la babake Stella Tadei Sukambi. Kwa hiyo yeye surname yake ni Tadei. Surname ya baba yangu ilikuwa ni Sukambi, ndio jina la ukoo mzee. Kwa hiyo Nida yake ni kuonyesha mama yangu mzazi anaitwa Stella Tadei Sukambi. Sasa hapa katikati, kwa sababu wengi siku hizi wanaingia kwenye ndoa kimtego, yani anaingia huko anajiandaa kutoka, yani naingia huko anajiandaa kutoka. Kwa hiyo siku hizi maana sasa kinachotokea lelini unajua, mambo yakienda vibaya kwenye ile ndoa, ninatembea na affidavit. Irene sijui nani jina la mwisho la yule bwana.
Kwa hiyo sasa ikitokea sasa, maana jina ndo linakuja linafahamika hilo ndio unakuwa maarufu unakuwa maarufu hivyo kwa hilo jina Kwa hiyo sasa baadaye mambo yakija yakawa mabaya, huyo bwana anakuambia nataka jina langu. Sasa unajua usitumie jina langu. Sasa Irene, unajikuta uko somewhere in between up. Ndoa haikuwa designed kuvunjika. Yaani kiukweli ndoa sio aina ya taasisi ambayo ilikuwa design kuvunjika. Hata Mungu mwenyewe kati anaanzisha hii taasisi hakuwa foresee kwamba itavunjika. Ukisoma maandiko yanasema wazi kilichosababisha ndoa ivunjike ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Yaani watu walikuwa wameharibika mioyo to the point ambayo uwezekano wa kuendelea kubaki pamoja ukawa ni mgumu. Lakini kiukweli ndoa, hata ukisoma sheria ya ndoa, kiukweli haikupaswa ukisha sign in, there's no signing out. Sasa kilichotokea sasa hivi ni kitu ambacho hakikuwa expected kutokea, hakikutarajiwa kutokea, kwamba imefika wakati kumekuwa na ongezeko kubwa la watu ambao wanaingia na kutoka. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wako bora usibadilishe jina. Lakini ukweli ulitakiwa ubadilishe jina. Ukirudi huko nyuma miaka hiyo ya 50-60 iliyopita nyuma, Irene, ukichukuliwa wewe uhayani huko unaletwa Dar es Salaam, yani wazazi wako ni kama ndio umeshakufa huko. Yani there is no even possibility ya wewe kurudi huko nyumbani. Kwa sababu kwanza safari ya kutoka tu kule mpaka huku si mchezo. Hamna simu, barua yenyewe ndio inatumwa, inatumia wiki 3 na ndio mpaka ifike. Umeelewa? Huo ndio ulimwengu wa ndoa zilipoanzia. Yaani ukienda, ukisikia send off kweli. Siku hizi unakuta mke ana grupu la WhatsApp la nyumbani kwao. Yuko honeymoon na chat na wazazi. Halo jamani, mmeamkaje? Uko sawa? Mnaendeleaje? Sijui kama ni ndoa hivyo lakini. Kwa kumbe ndo maana mabibi harusi wa zamani walikuwa wanalia. Ilikuwa ukisokiwa kwa sababu ndio technically walikuwa wanaagwa. Ndio unaenda kufia huko. Yaani wewe sio wa kwetu. Yaani sio wa kwetu. Hata kama ukiwa na tatizo unaenda kwenye baba yake na huyu jamaa. Hauendi kwenu. Yaani ndugu zako hawahusiki kabisa na matatizo yako na mume wako. Ndio ilikuwa ndio standard ya ndoa. Okay. Babako ni yule babake na mume wako. Babake na mume wangu ndio babangu. Na maana walikuwa makini pia unaolewa kwenye ukoo gani. Wanaangalia kabisa ukoo, familia, wanafuata kabisa utafiti. Kwa sababu gani? Ukienda huko ndio imeisha. Hata mali zako za kule umeshapoteza haki yake kwa babako. Hamna urithi. Lakini kutokubadilisha jina au kubadilisha ina impact. Sasa unajua hayo ni mambo ambayo sasa yamekaa kisheria sana. Sidhani kama ni unajua moyoni mwako ukiwa umeshakubali kuwa mke wa mtu, umetia hapo, umenyenyekea na unatekeleza majukumu yako, jina sio issue kubwa sana. Unajua unaweza kutubadilishia jina kwa ajili tu ya kutusumbua kwa social media wapi, lakini kiukweli uko ndani mzee umesimama kama noti mpya, yani ni mtata bala, umeona tumesimama kama noti mpya, yani hamna unyenyekevu wote. Kwa hiyo huku nje nadhani swala sio mnafanya nini huku nje. Kuna watu unajua kwa kweli Irene huku nje ni kama wameachana hivi. Huku nje yani hawana mahaba, lakini huko ndani ukiingia wako vizuri. Na kuna watu huku nje wanatuektia bala, wanajifanya love birds vibaya mno, tunaumia moyo. Jamani wale watu tena ndio wale ndio role model wangu. Role model. Almodo wala mambo yao kinawaka vibaya mno wala. Kwa hivyo hizo ni changamoto. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sasa hivi kama ni kusema ni shauri tu, kama sio kama mtaalamu, sio kama pasta, ni shauri tu mimi kwa mtazamo wangu binafsi, usibadilishe jina haraka. Liache tu ili uendelee kuona inavyokuwa. Swala la kizushi Pastor Deo wakati tunamalizia. Unasemaje kuhusu swala la kukopeshana mtu na mwenzake? Kwa tetesi zilizopo inasemekana kwamba ukimkopesha mkeo au mkeo mke akimkopesha mume, ile pesa bwana, yani bora uhesabie sadaka, kwa sababu hairudi kirahisi. Yani sasa nataka nisikie ni mtazamo tu, kwamba why kwa nini inatokea hivyo? Mbona tukikopa vikoba tunalipa tena yani tunalipa bila kushurutishwa, tunalipa.
lakini mimi tumekubaliana. Sizungumzia ni pesa ile ya kumpa sijui mkeo matumizi. Nazungumzia ile pesa amekwambia bana ni soti 200,000 umeona na kurudishia ndani ya wiki. Yani nikipata tu hela yangu na kurudishia. Anapata hela na unajua mpata hela lakini hakurudishia. Ananikausha kiukweli haikupaswa kuwa tatizo. Haikupaswa kuwa tatizo. Swali la kujiuliza kwanza, kwa nini mtu anakopa? Ni kwa sababu ana matumizi makubwa au ana mahitaji makubwa kuliko uwezo wake wa kiuchumi. Swali la pili ya kujiuliza, anakopa ana uwezo kiasi gani wa kurudisha? Sawa? Watu wengi huwa wanakopa lakini kiukweli namna ya kurudisha. Lakini huyu ni mkeo. Tunaenda taratibu, ndio ni mke wako, tunazungumzia mke wako, haina shida. Kwa hivyo hayo ni mambo ya kuyaangalia kwamba kama anakukopa manake tayari ana operate nje ya kiwango cha budget ya maisha yake. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ana uwezo wa kulipa. Sawa? Jambo la tatu, kukopana hakupaswi kuhusisha swala la hisia na mapenzi. Kukopana ni jambo la kimkataba. Yes. Sio swala la kimapenzi na kimahusiano. Shida ni kwamba kwenye ndoa nyingi siku hizi kuna kitu naita manipulation. Yaani unacheza na akili ya mtu kwa ajili ya personal gain, kwa ajili ya manufaa binafsi. Unajua nikimwambia naomba kwa ajili ya jambo fulani, na hilo jambo hutaki ajue au atataka kujua na hutaki ajue. Unaona okay, ngoja nimwambie anikopeshe. Halafu tutacheza naye kwa sababu na mudu. Na akinilazimishia unakuwa ugomvi. Halafu akutakalika afu ataizila hiyo hela. Afu ndio imeisha hiyo. Usichojua ni kwamba michezo kama hiyo itakuingiza kwenye matatizo siku moja. Kwamba unaweza ukawa na shida serious na mwenzi wako akawa amekulebo kama wewe ni mtu ambaye ukikopaga urudishi, alafu itakuja kukukost. Sasa mimi nisitoe jibu la moja kwa moja, lakini katika masuala ya kukopeshana pesa ndani ya mahusiano ni vizuri kila mmoja akamuelewa kwanza mwenzi wake ni mtu wa namna gani. Kwenye swala la hela. Tunajuana. Tunajuana kabisa, tunajuana. Kwa kama wewe unajua huyu mwenzi wangu ni mtu ambaye akisema nikopeshe actually ndio style yake ya kuomba. Sawa? Akikwambia nipe 200,000, mwambie 200,000 sina lakini nakopesha 50,000. Moyoni mwako wewe assume kwamba hiyo ni sadaka imetoa. Lakini usiseme kwamba usijizime data kwamba anampa 200,000 atarudisha, utaleta tu mgogoro. Okay? Lakini kama unaamini kwamba mwenzi wako ni muaminifu katika hilo eneo, mkopeshe. Lakini pia hata maandiko jamani anasema msikopeshe. Yaani msikopeshe. Inasemaga msikopeshe. Wewe ukifanya fanya tu kama umetoa. Hata kama ni kweli umemkopesha, lakini moyoni mwako hiyo hela itoe kama unataka ku-maintain amani na huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana wakati mwingine akawa na uwezo wa kukulipa au nia ya kukulipa akakosa uwezo wa kulipa, au akawa na uwezo wa kulipa akakosa nia ya kulipa, au kuna vitu vikatokea hapa katika akadelay kulipa. Msije mkajikuta mkatengeneza mgogoro kwenye familia. Lakini sasa hapo wameshindwa kulipa au wamefanyaje, huwa anaashumu kwamba utamuelewa. Sasa hiyo kuashumu sasa wewe unakuwa sasa sio sawa. Kwa hiyo hasemi bwana nakumbuka ile lakini labda mambo yangu 1 2 3. Mtu anaashumu tu kwamba kwa vile huyu ni mume wangu anapaswa kunielewa. Kwanza anapaswa kunielewa. Sasa ndugu watazamaji, naomba wewe ambaye ni mkopaji kwa mwenzi wako, naomba nimsaidie kumsemea hakuelewi. Kama ulisema unamkopa, basi fanya utaratibu umlipe pesa yake. Otherwise kama hujamlipa hako ni kadhambi kama dhambi zingine. Yaani kama utaenda kwa nabii kuombea madeni yako yafutwe na hilo la mume wako au mke wako, na lenyewe linatakiwa lifutwe. Otherwise kama sio kufutwa lilipwe. Kwa nini? Kwa sababu kama ungekuwa swala ni kutaka hela ungeomba hela. Kama angekunyima basi ulipaswa kumuelewa kwa kunyima. Lakini swala la wewe kumkopa alafu ukatarajia atakuelewa kwa kutokumrudishia, wewe na yeye wote mna matatizo. Usiniambie kwamba nilimkopa kwa sababu nilijua hatonipa, kwa hiyo nikamdanganya ili anipe alafu anatakiwa kunielewa. That is very unfair. Sasa hivyo vitu vidogo vinatokeaga huko ndani alafu
mtu anakuwa anakereka, yani inaongeza friction isiyokuwa na maana. Ya ukweli mimi nadhani swala la uaminifu ni swala ambalo linapaswa kuwa kila eneo. Yaani kama wewe ni muaminifu tu kuwa muaminifu. Hata kama ni swala la mapenzi, la ndoa, la nini, kwa nini usilipe hiyo hela ili mwenzi wako ajue kwamba wewe ni muaminifu? Mimi naweza nikasema kwamba okay, mke wangu kanikopa hela, nimempatia hela, amenirudishia. Siku ananirudishia, alafu namwambia basi hii nusu baki nayo nimekupatia kwa sababu tayari nishaitoa moyoni. Kwa hiyo sihitaji, basi nusu baki nayo, yote baki nayo. Ni bora mimi nifanye hivyo kuliko ananiambia mwanawe nielewe tu. Kuliko ashum kwamba unamwelewa. Hizo ni mind game ambazo kwa kweli sio sawa. Wow, alright. Nakushukuru sana Pastor Deo kwa muda wako. Nafikiri nimeutumia vyema. Nimeutumia vizuri sana. Kwa hiyo waambie wadau wetu, mtu anahitaji kufuatilia, kukupata kwa ajili ya mentorship au hata one on one, unajua tena vimeo viko vingi sana. Anakupataje? Mentorship nisema ni gharama sana. Kwa hiyo sasa hiyo nisizungumzie. Lakini of course kuna kuaga na hiyo special mentorship kwa wale watu wanaotaka kujitafuta kwa haraka na kujipata. Huwa natoa hizo mentorship. Lakini kwa wale ambao wanahitaji huduma mbalimbali za ushauri na za tiba, saikolojia, watu wenye changamoto za masuala ya afya ya akili, migogoro ya ndoa, mahusiano, migogoro ya kifamilia, issue za malezi, tunapatikana. Unaweza ukanifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii yote, natumia Deo Sukambi, na unaweza ukanifollow huko, na YouTube pia natumia hiyo, lakini pia namba yangu ya simu ni 0746 1040 34. Hiyo namba, wasiliana na mimi ikiwa unataka huduma hizo ambazo nimezisema, au kama unataka kupata vitabu vyangu pia ambavyo nimeandika, basi tunaweza kuwasiliana kwa huduma hiyo. Lakini nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii ili angalau upate updates mbalimbali za huduma mbalimbali ninazozifanya maeneo mbalimbali, especially makongamano ya malezi. Sasa tumeanza kwenda mikoa mbalimbali kwa ajili ya huduma hizo. Kwa hiyo stay tuned for that. Karibu. Alright. Nakushukuru sana kwa kutizama kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Majina yangu mimi ni Irene Kamugisha. Niko Instagram, niko TikTok, niko Facebook. Unaweza kanifuatilia huko kwa majina yangu Irene Kamugisha, except to Instagram ina _ Irene Kamugisha _ Thank you so much for your time. Let's interact kwenye comment section hapo, niambie umemuelewa Pastor Deo alichokiongea au unabisha. Kama unabisha basi tuone unabishana na nini hapo. Asante sana, tukutane tena episode ijayo.